Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina naitwa Abu Haifa. Ni mtaalamu kabisa katika mambo yote ya graphics, designing. Kwa kipindi kirefu sasa, twende leo tuka drop up katika app moja ambao tunaita ni Wondershare Filmora. Ni kwa nini tumechagua Wondershare Filmora? Wondershare Filmora ni app ambayo inatumika katika video editing kwa kutumia kompyuta ama na simu vile vile. Kwa hiyo app hii inapatikana katika sehemu zote, upande wa simu pamoja na upande wa kompyuta. Kwa hiyo sisi tutaenda ku drop up katika app ya Wondershare Filmora ambayo ni version ya 14 katika upande wa kompyuta ambao inatumika kufanyia graphics za upande wa video editing. Kwa hiyo app ambayo tunaenda kuitumia hapa katika kuedit ambazo ni videos kwa upande wa kompyuta ni Wondershare Filmora. Si app nyepesi na wala si app nzito. Kwa hiyo haiwezi kalingana kama ilivyo Adobe Premiere Pro. Haiwezi kalingana kabisa. Kwa hiyo app hii ni nzuri kabisa kwa wale ambao wanaanza kujifunza na wale ambao tayari wameshaanza kukomaa katika graphics, au pia wale waliokomaa kabisa kuitumia Wondershare Filmora. Na sisi tunachokifanya, tunakupatia faili hili Wondershare Filmora kwa bei nyepesi kabisa uweze kulitumia bila shida yoyote. Sasa sisi tuende moja kwa moja tuka drop in kwenda kutazama jinsi ambavyo inafanana Wondershare Filmora kwa mle ndani. Lakini nakushauri tu wakati unaitumia Wondershare Filmora ni vizuri zaidi ukawa connect katika internet. Ni kwa nini tunasema connect katika internet? Kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo vitakuhitajia wewe download ndani ya Wondershare Filmora. Mfano hapa ni hivyo open project kutokana na speed ya kompyuta yako. Mimi speed ya kompyuta yangu ni RAM 8, kwa hiyo itakuwa na delay kidogo, lakini hamna kitakachokuwa kinaharibika kwa sababu tunaenda mle. Kwa hiyo mfano kama wewe unaamua kutumia Wondershare Filmora version ya 14 kwenye kompyuta yako, tumia, ni rahisi na inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo drop up in utaiona jinsi ambavyo inaonekana kwa ndani. Kwa hiyo ukifikiria kwa haraka jinsi ambavyo ilivyo hivi inaweza kukuchanganya, lakini usiwazi chochote kwa sababu mimi niko hapa nitakusaidia kuifahamu Wondershare Filmora ndani jinsi ilivyo na jinsi inavyofanya kazi katika kuedit maudhui yetu. Mfano tukienda kuangalia maudhui ambayo nimeaposti so muda mrefu. Mfano haya maudhui ambayo yapo kwenye Salafi News TZ, utaona tumeweza kuya-upload kwenye channel home. Vile vile anasema al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullah, mwanachuoni wa tatu huyu. Tunamtaja katika kuielezea hadithi namba 2 tuliyoitaja. Sawa sawa? Hadithi ya nani? Ya Aisha. Da'ahuma fa inna likulli qaumin 'ida, na ile hadithi ya wale mabinti ambao au wale wanawake wanaosindikiza bibi harusi pia imetajwa katika Sahih Bukhari. Anasema al-Imam Ibn Taymiyyah walakin fil 'urs wa nahwihi. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo inapendeza kabisa kutumia Wondershare Filmora, na inatoa vitu ambavyo ni very high quality. Kwa hiyo unaweza upload kitu ambacho anaweza kutazama mtu ambaye ana data kidogo, anaweza kutazama mtu ambaye ana macho hayaoni vizuri, maneno hayaoni vizuri. Kwa hiyo unaweza ukaupload. Kwa hiyo Wondershare Filmora sio kama tu peke yake inatoa vitu ambavyo vinakuwa ni katika uwepesi wa kutengeneza, vile vile inatoa vitu ambavyo ni high quality. Kwa hiyo twende tukaitazame zaidi Wondershare Filmora. Ukiingia ndani ya Wondershare Filmora, baada ya kuwa umefungua open project, utaikuta iko namna hii. Utaona hapa juu kuna upande wa files ambazo utaziona ni files mbalimbali ziko hapa. Utaona kuna upande wa edit ambao ukigusa upande wa edit utaona kuna selection ambazo ziko hapa hazijafunguka kwa sababu hakuna chochote tulicho kuimport. Utaona kuna upande wa tools ambazo tutazitumia hapa katika kukata video, kwa edit na kufanya process. Kuna upande wa view. Hapa upande wa view ni kwa namna ambavyo unaiona hii feature ambayo inaonekana hapa. Kuna upande wa help kama ukiwa umeshindwa kufanya baadhi ya vitu. Kwa hiyo unaweza kupita katika kutumia kuvituma kule ukawauliza wale wenyewe. Haya yanaonekana hapo about Wondershare ID na kadhalika, yote hayo. Sasa sisi hayatuhusu, ni kwamba hebu tuitazame. Hapa hivi ulipopaona nipo pagusa hapa ni kwenye upande wa
importing media. Kwa hiyo unaweza kuingiza audio ambazo zinakuwa katika upande wa MP3. Kwa hiyo huwezi kuingiza audio ile katika wave, au huwezi kuingiza audio ambayo ipo katika structure nyingine tofauti, format nyingine tofauti na vile ambavyo inavyotakiwa iwe katika MP3. Kwa hiyo kama unaamua kuimport audio, import ikiwa katika MP3. Vile vile video unaweza kuingiza katika hali ya MP4, unaweza kaidrop huko ndani. Picha ina yoyote inaweza kaingia, iwe ni picha ambayo ni PNG au ni picha ambayo ni JPG na zingine format za picha zinakubali zote. Kwa hiyo ni eneo la import ambalo tunaliona kwenye upande wa media. Kwa hiyo nikibonyeza hapa nitakuwa nimedrop kwenye vitu vingine tofauti na kwenye importing media, na utaona hapa vimepunguka vitu vingine. Ni kwa nini tulisema unatakiwa uimport, unatakiwa ufanye ukiwa katika upande wa internet ikiwa imewaka? Kwa sababu utaona kama hizi zote zinatakiwa kudownload hizi. Mfano ukitaka kutumia hii lazima download, ukitaka kutumia hii lazima download, lazima udownload. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo ina download. Huwezi kutumia kitu chochote. Mfano unaweza kusema labda na import text kwenye Wondershare Filmora hapa, lakini ukitaka animation yoyote ili text ile icheze lazima uta download animations. Kwa hiyo hapa kuna upande wa audio. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya kucheza na audio zote ambazo wewe utakuwa umeziimport hapa. Effect za audio utazipata upande huu, sound effect utazipata upande huu, kila kitu hapa utakipata. Kwa hiyo kwa kuitazama ilivyo Wondershare Filmora ni rahisi sana kuitumia kwa mtu ambaye anaanza. Hapa kuna upande wa titles, utapata templates za titles mbalimbali ambazo wewe utaanza kuzitumia. Kuna upande wa translation, yani kutoka picha moja kwenda picha nyingine au video moja kwenda video nyingine. Utaona jinsi ambavyo inaweza kumove. Mfano kama hii hapa, hii ni nzuri sana. Shop. Utaona kama unataka kutoka kwenye picha moja kwenda picha nyingine, unaweza kutumia hii. Sure. Kwa hiyo itatoka picha ya kwanza itaingia picha nyingine kwa mfumo huu, au unaweza kutumia mfumo huu hapa. Kwa hiyo utaona jinsi inavyocheza. Sasa hizi mimi ni download hizi, lakini unaweza download ukaendelea na hii. Unaweza kaingia hapa kwenye effects ukatafuta effects mbalimbali ambazo wewe unaziona zitafaa. Hapa mfano kama hapa naona kuna effects ambayo ni trending. Mfano kama hizi ni effects ambazo na umesikia hiyo effect. Hiyo ni effect ambazo unaweza kutumia, mfano hiyo. Naam, yani ni kwa nini tunatumia hizi? Ni kwa sababu unaweza kutoa, unataka kutumia effect yoyote ambayo si mziki, ni effect ambayo inayotokea pale. Kwa maana unaweza kaweka hiyo, zinaitwa visualizers, zinaitwa visualizer. Kwa hiyo unaweza kutumia visualizer ukaweka, uko unaona video kama vile ina mawimbi ya sauti yanacheza cheza hivi, yanaendana na uhalisia wa kile kinachozungumzwa, si yale ya kudownload mitandaoni. Haya yanakuwa ni katika uhalisia. Kwa hiyo hapa kuna filter, unaweza kaziedit ukafilter video yako ikuonekana muonekano mzuri. Kuna stickers, mfano hapo utaona stickers ambazo mimi wanapenda kuzitumia tayari zime downloaded. Kwa hiyo kwa upande wako kama kompyuta yako ina speed sana, utakuwa unaona matokeo ya haraka. Mfano kama hii lakini kionyesha. Kwa hiyo ni sticker unaweza kutumia, nyingine hii unaweza download. Mfano kama huwa na hii naitumia. Kwa hiyo utaona hizo zote. Kuna templates hapa ambazo unaweza kuzipata wewe kwako. Kuna nili. Sasa hapa upande wa juu hapa ni sehemu ambayo hii ni headphone ambayo nimevaa. Utaona hapa kuna sehemu ya nini utazipitia mwenyewe. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kuchange format, yani muonekano view ya hapa. Mfano sana mimi huwa natembea na kutumia wakati na edit video ambazo naweza nikazi upload kwenye TikTok, huwa nabonyeza upande huo. Utaona jinsi ambavyo inakuwa imekaa video yako. Unaweza kaona nikaona edit video za kawaida huwa naweka kwenye classic. Huwa sipendi sana kutumia default, huwa napenda sana kutumia classic kama na edit video ambazo natakuwa nizi upload katika mfumo wa format ya namna hii, yani 16 ya ngapi? Ya 9. Nadhani tutakuwa nafahamika. Ratios tutazisoma kwenye pixels, kwa upande wa pixel lab tutazisoma ratios. Mtu anakuwa anaweza kuzielewa kwamba nikiambiwa moja ya moja nimemaanisha nini, nikiambiwa 16 ya 9 au 9 ya 16 anakuwa nimeelewa nini. Kwa hiyo yeye mwenyewe anakuwa anafahamu. Kuna upande huu hapo leta hizi ni transfer center na kadhalika. Kuna quality. Ukiangalia view full quality kwamba inaonekana ni full katika kioo. Je, nikiweka nusu itaonekana iko nusu, lakini awami wanapendelea prayer iwe katika full, isiwe nusu kama ambavyo inaonekana hapo. Upande huu ni wa kutoka, upande huu ni kwa
hii ni minimize unaita kwa Kiswahili kizuri. Hii ni upande wa kupunguza hii size ya hapa. Mfano unaanza nikabonyeza hivi, utaona nataka nitoke labda kwenye file, naweza nikachukua import file nikaliweka moja kwa moja hapa. Kama nataka natumia kwenye media, naweza nikachukua file langu ambalo nataka niliedit hapa, nikalidrop moja kwa moja kwenye huo upande wa hiyo Wondershare Filmora. Mfano nikisema nichukue mfano file langu nataka niliedit hapa, labda hii ni audio, naweza drop up hapa, utaona imeingia kwenye upande wa Wondershare Filmora. Kwa hiyo hapa naweza nikaongeza size. Unaweza kufanya hivyo ikakusaidia wewe hapo. Kwa hiyo hii ndo same kazi yake hiyo. Kwa sababu ukiangalia hapa nikishuka chini hapa sioni ile ambayo tunaita ni taskbar. Taskbar ionekane. Kwa hiyo nikibonyeza window utaiona taskbar imerudi. Kwa hiyo unaweza ka navigate ukaenda kwenye sehemu ambayo unataka kutumia ile file, ukalidrop tena ukaja kuliingiza kwenye upande wa Filmora. Kwa hiyo hayo yote tutayafahamu katika upande wa Filmora. Hapa naweza nika edit hiki kitu ambacho niko nataka nikitengeneze hapa. Hii ni sehemu ya kuongeza. Kama unataka uone vizuri sehemu ambayo unaenda kuiedit, unaweza kutumia eneo hili. Na kuna shortcut, yani ukibonyeza control alama ya sawa, control alama ya sawa utaona inaongezeka, lakini control alama ya dash utaona inapungua. Kwa hiyo unaweza kutumia hapa au kutumia eneo hili au kutumia eneo hili, utaona jinsi inavyokuja. Au unaweza kutumia kama hauna mouth, unaweza kutumia kwenye hii mouth ambayo ipo kwenye keyboard yako. Kama unatumia PC ukadrag kwa vidole vile ukasambaza kuenda kulia na kushoto utaona, lakini ukivifinya utaona inaanza kujiload ndani yenyewe automatic. Kwa hiyo ni sehemu ya kuongeza na kupunguza. Hizi ni sehemu za kawaida tu customer toolbar. Kwa hiyo unaweza kurekebisha toolbar yako hii jinsi ilivyokaa, unaweza kurekebisha. Hii sehemu ya chini hapa ni timeline. Timeline ni sehemu ambazo unaweza kuziweka hizi nani zako. Mfano mimi naweza nika drop labda hii picha, nikabonyeza hii picha na hii picha na hii picha na hii picha, hii ni picha zote kwa pamoja, kisha nikazi open zikaingia kwenye sehemu yangu ya computer. Kwa hiyo naweza nikazi drag nikazitema zote hapa. Kwa jinsi ambavyo jinsi utakavyoona wewe, niweke moja moja ili ipendeze. Hapo nikibonyeza control/ taanzia mwanzo. Ukibonyeza control/ inaanzia mwanzo. Mathalan ulikuwa umeweka mwishoni hapa, kisha ukabonyeza control/, utaona video inaanzia mwanzo yenyewe. Yaani ni shortcut katika utumiaji. Sasa picha ambazo nimeziadi mimi ni hizi. Hapa kuna hii ya kwanza, hii ya pili, hii ya tatu, hii ya nne, hii ya tano. Kwa hiyo hii ni kwa nini tunaita timeline? Kwa sababu kile ambacho kipo wakati huo ndio kinachoenda kurekodiwa. Mfano hapo utaona, ngoja niongeze hapa size kidogo. Hapo utaona Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Utaona jinsi ambavyo inakaa. Kwa hiyo mfano kama hapa hapa sasa hivi niko kwenye hii picha. Ndio maana hapa ndio kinachoonekana hiki. Nikienda mbele kidogo nitaona hapa jinsi, ngoja nipunguze timeline kidogo. Utaona mfano nimepita kwenye hii picha ndio kitaka ju display. Kwa hiyo hiki timeline ambapo kipo hapa, timeline hiki kinachoonekana hapa ni kwamba ndio kinachoonesha kile kinachoonekana muda huo kwenye upande wa view hapa kwenye player. Kwa hiyo nikifika hapa utaona imebadilika, picha imekuja ambayo ni picha nyingine hapo. Kwa hiyo hii ndo maana inaitwa timeline. Kwa hiyo timeline inaweza kukaa audio, inaweza kukaa kwenye timeline hapa ikakaa video. Kwa hiyo kwa upande huu wa kushoto kwenye timeline utaona kwamba kuna parts ambazo zinaonesha kwamba huu ni upande wa audio, hapa ni audio itakaa, hapa juu yake ni video. Kwa hiyo maeneo audio utaona 1, 2. Maeneo ya audio yanakuwa ni 2, hapa ni imekaa. Hii tunayoiona hapa chini ni audio, naweza nikaiongeza na kuipunguza. Tunaita ni sauti. Unaweza kuongeza volume au kupunguza kutumia kwa kidole, kwa mkono unanasa, unashusha, unapandisha. Lakini hili eneo unaweza ukatoa hii audio ndani ya video. Mfano hii ndo video nataka nitumie, lakini mfano hii ni video nimeiweka hapa, lakini sitaki video, nataka audio tu peke yake. Kwa hiyo unaweza nikaitoa hapo, nikabonyeza Control+, afu nikabonyeza D. Kwa utaona video inatoka. Naweza nikai backspace kama imetoka video, nikabakiza picha. Utaona hapo
jinsi ilivyo. Kwa hiyo hapa naweza kuwa na audio mbili, mfano hii chini ni audio ambao ni mfano tunaweka ile audio ya nyuma inaitwa adhan. Unakuta hapa naongea lakini hapa nyuma yake kuna adhan. Kwa hiyo hapa adhan inakuwa nasikika kidogo sana, unaweza kuipunguza tena kidogo. Au unaweza ka double click ukaweza kujipunguzia kwa upande huu sauti. Punguza hivi. Au unaweza kuongezea hapa. Kwa shortcut badala ya kutumia hiki kimkono kupunguza, unaweza kutumia hapa. Lakini mimi wanapenda sana huwa niweke wanapenda ni -30. Napiga okay. Kwa hiyo hiki sauti jinsi ambavyo kinasikika hapa, kitakuwa kinasikika kwa mbali, hakito mdhuru yule msikilizaji. Lakini unakuta sauti ya nyuma ni kubwa sana mpaka mtu ambaye anaenda kusikiliza inakuwa inamdhuru kwenye masikio. Kwa hiyo inakuwa haifai jinsi ambavyo inavyotakiwa. Sasa hapo ni kwa upande wa namna ya kuisema au kuielezea hii ambayo tunaita ni timeline. Hapo kwenye timeline unaweza kufanya kitu chochote, unaweza add text, ukatupia hapa, unaona hii ni text, unaweza kai expand. Ukisogeza hapa kasa uta expand kwenda kushoto, ukisogeza kasa uta expand kwenda kulia. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo ilivyo. Lakini unaweza kai type hii ambayo tunaita ni text. Hii text unaweza kai type, ukabonyeza double click. Tutakava katika kipindi kingine ambacho kitaonesha namna ambavyo inaweza kutumia text yako au kuedit text. Kwa hiyo kwenye hapa utaona jinsi ambavyo unaweza kutumia text yako, ukisogeza kushoto, ukaiweka sehemu yote ambayo unataka. Hapa ndo kwenye upande wa animation, hizi ni animation. Ukibonyeza hapa hii animation, ngoja kwanza tu mute sauti hizi za nyuma. Kwa hiyo mfano kama hapa naweza nika play, nikaianzisha mwanzo. Unaona jinsi ilivyokuja. Hiyo ni animation. Kwa hiyo unaweza kubadilisha animation. Hizi ni animation za kuingia, kuna animation za kutoka, kuna sehemu ya text to speech, kuna sehemu ya video. Kama unataka kuedit video, unaweza kufanya hivyo na sehemu nyingine. Kwa hiyo nikidrop, nikija nikibonyeza hapa kasa yangu, utaona jinsi imetoka kule. Naam. Kwa hiyo mfano labda nataka mimi nitumie hizi ambazo tunaziita ni picha zangu na hizi animate, na za double click, nitaenda kwenye animation, nitaweka animation ambazo utaona kama inatokea huko niki double click. Umeona? Yes. Kama inatokea hivi. Kwa hiyo hizo ni animation ambazo unaweza ukatumia wewe wakati unafanya editing zako. Kwa hiyo ndio maana kusema jiunganishe kwenye internet ili uweze kupata access za kutumia hizo tunaziita ni animation. Hii ni sehemu ya kukata ambayo mimi naweza nikatumia moja kwa moja hapa. Kwa badala ya kuangalia sehemu hii ya kukata, naweza nikatumia eneo hili. Na shortcut ya kukata ni Control B. Zote tutaelezea baadaye wakati tunajifunza zaidi kwenye Wondershare Filmora. Kwa hiyo unaweza kujiunga na masomo yetu ya Pro Wondershare Filmora ili uweze kufahamu zaidi. Unaona hapa jinsi ambavyo inakaa ni kukata unaweza kukata. Je, ikitokea nimefanya bahati mbaya kwenye kukata, ni vile vile kwa sababu hapa tuna edit text, tuna edit video na tunafahamu kanuni yetu Control Z ni kurudisha nyuma. Kwa hiyo nikibonyeza Control Z utaona ile eneo linaathirika na video inaathirika huko. Kwa hapa mfano palikuwa pamekatika, nikibonyeza Control Z tena patajirudi palivyo. Kwa hiyo Control B ni kwa ajili ya kukata, Control Z kwa ajili ya kurudisha. Kwa hiyo nikibonyeza mfano hii video nikabonyeza Control B nitakata, Control Z nitarudisha. Nikirudia tena Control B ni kukata, Control Z ni kurudisha. Kwa mfano kama hii video nimekosea, nimekata bahati mbaya, imekaa huku, naweza nikabonyeza Control Z. Kisha ikawa imerudi. Kwa hiyo shortcut na zenyewe ndio tunazifahamu. Hii ni sehemu ya music, hii ni sehemu ya ku redo and undo. Unaona hapa umekuelekea shortcut kabisa Control Z, lakini hapa Control Y kwenda nyuma au kurudia kile kitu ambacho umekitumia kwa nyuma yake. Ukitazama upande huu hapa ni sehemu ya vitu vingine, mfano keyframing. Hii keyframing inafahamika ni kurotate au kufanya animation ya kuzunguka eneo hili, labda kitu kinatoka hapa kinaenda hapa, unaweza kukitoa kwa keyframing. Mfano natoka hapa, unaona jinsi nilivyo hadi keyframing. Kwa hiyo mfano nikiplay video yangu hapa, unaona jinsi ambavyo itaenda. Hiyo ndo keyframing. Kwa hiyo nikiongeza mpaka huku utaona jinsi ambavyo
Kitu kingine ambacho unaweza kukiongezea hapa ni upande huu ambao ni wa meta. Hii meta unaweza kaitoa au kaiacha. Hii meta bwana inaonesha, meta hii ni kwa ajili ya sauti, inaonesha upande wa right na left, yani ile sauti ambayo inasikika kwenye kwenye audio zako. Mfano audio, tukiachia audio moja hapa. Watullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ndugu zanguni, tumeendelea kufanya ujenzi wa madarasa yetu Isra. Tulipokea kwa hiyo utaona upande wa kushoto na upande wa kulia inakuja, lakini hii video niliona kama vile imebust. Okay, nilikuwa niongeza kidogo. Kwa mfano kama hii video imebust, unaweza ka double click alafu ukabonyeza hapa, ukabonyeza -3. Hapa video inakuwa hajabust. Chango kutoka katika channel yetu, na alhamdulillah. Ni kwa nini tunasema video kubust? Yani video ina bust kwa sababu inaenda kufikia 0, na video haitakiwi ifikie 0, angalau iishie kwenye -3 hapa. Nikifika kwenye -6 sio mbaya. Kwa hiyo upande wa audio hii Meta Roller itakwenda kuonesha kwamba video yako ina bust. Mfano mtu akiplay kwenye subwoofer ataonesha kabisa video yako wewe imefanyaje, imebust. Kwa hiyo hicho kitu hakifai kwa mtu ambaye anafanya editing ya video. Kwa hiyo ni kuchunga sana busting ya audio zako kwenye video. Hizi ni sehemu za kucontrol tu kama kawaida zinavyofanyika kwenye video. Hii ni ya tunasema ni stop. Ukibonyeza control/ au ukibonyeza hapa inakuwa ni stop. Ukibonyeza hapa maana yake unafanya forward right. Ukibonyeza hapa maana yake una play. Na unaweza kutumia space bar. Ukibonyeza hapo ka play, nizime sauti, ukatumia hapo ka play, au ukatumia kwenye space bar kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo unaweza kufanya vyovyote. Hii bwana ni sehemu ya kuexpand kioo changu. Mfano hapa nikiongeza size, maana yake nataka nione kinachoendelea hapa. Kwa hiyo unaweza ka expand ukaona kinachoendelea hapa. Kwa hiyo katika preview ya kile ambacho umekiedit kinaonekanaje, unaweza ukatumia hii alama uka expand hapa ikaja namna hii, au unaweza ukapunguza ikawa namna hii. Kwa hiyo hapa ni namna nyepesi ambavyo jinsi inavyoonekana Wondershare Filmora. Jiunge sisi katika introduction ambazo zinakuja kufuata, ambazo zinaanza kuelezea tool moja moja na namna ambavyo inafanya kazi, mbali na huu hapa ambao ni utangulizi wa kuonesha tunaita ni for beginners, jinsi ya kuanza kuifahamu hii ambayo tunaita ni Wondershare Filmora ya computer. Usisahau kusubscribe channel yetu hii ya Graphics Infos kwa upande wa YouTube, upande wa sehemu zote ambazo tunapatikana. Kwa hiyo subscribe ili uendelee kuwa nasi, na nakutakia wakati mwema.